Karibu. Asante. Vipi? Mbona mmezima TV na sura zenu zimetawaliwa na huzuni? Shida nini? Mama tangu asubuhi hayupo Kaniki. Tumemwangalia huku ndani kote, hata huko nje hatujamuona, na simu yake ameacha tu huko jikoni. Na vipi, mmefanikiwa kwenda kule nyumbani kumwangalia? Hapana, hatujaenda. Sasa mnasubiri nini? Mlitakiwa mwende nyumbani mkamwangalie. Huenda yeye mwenyewe ameamua kuianzisha safari kama nilivyosema. Noesi uliongea naye kaambia kwamba ondoke? Kuhusu kuondoka mimi sijamwambia kiukweli, lakini hata kama kuondoka ndo aache simu. Okay. Sijui kwa kweli. Majibu ya hilo swali mimi sina. Ila ninachokiona mimi, tukapumzike, alafu kukikucha asubuhi mkamwangalia nyumbani. Bila shaka atakuwepo tu. Mdogo wangu, mimi naona bora tuende usiku huu mkamwangalie. Basi twende. Mke wangu subiri. Shemeji, mimi naona ukitangulia nyumbani. Asante. Mke wangu, mimi naona bora shemeji akaenda. Alafu akifika kule atatupatia simu mrejesho. Sawa. Dada. Vipi, umefika salama? Vipi? Mama umemwona? Wewe, si ungemwangalia hata kwa majirani huko. Sijui atakuwa ameenda wapi. Basi sawa, tutawasiliana. Ni majulikane. Sawa. Ila mimi na imani mama ni mtu mzima. Anajua nini anachokifanya. Nikuombe mke wangu kwa muda huu tupumzike, ili kesho kikikucha tutalifuatilia swala. Halo? Sasa mbona umeondoka bila kuniaga? Ndio umefanya nini sasa? Au kwa sababu umejua na kupenda ndio maana unafanyia hivi? Yaani umekuwa kama mtoto mpaka nikubembeleze. Rudi bana, mimi nimekumisi. Hapana, yupo. Kashaondoka. Hivi unajua unapokuwa na line ya Halotel unaweza kupata GB 5 kwa shilingi 7,000 na GB 7 kwa shilingi 9,000. Ndio, hayo ndo mambo ya Chris Bundle. Sasa ili kumpata Chris Bundle na kutajia namba zake. Chris Bundle bwana ni namba 4, lakini mimi nakutajia 2 na 2 nitakuandikia hapa chini. 0717 048 048.
na namba nyingine ni 0766586527. Hizo namba ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Ukitaka sasa kulipia huduma, utalipa kupitia lipa namba ambazo nimekuwekea hapo chini. Majina hakikisha yanatokea Christopher Ruoga. Na ukishamaliza sasa kulipia muamala, hakikisha una forward muamala wako kwenye hizo namba mojawapo. Baba, mbona umekuja bila kunipa taarifa tena jamani? Nimekuja kwa ajili ya kumuona mchumba wangu na leo naondoka. Sawa. Sawa. Baba, nilikuwa naomba tutoke mara moja. Tukafanya nini yani? Baba, nakuomba, hebu nisikilize kwanza mimi. Hatutenda mbali na ninahakikisha utochoka ni pale tu. Alafu mbona umekaa huku vichakani baada ya kusogea nyumbani kule? Hapana, huko siendi sasa. Na ndio maana nimejificha hapa, sihitaji mama anione. Okay, sawa. Usingoje nimwage mama kwamba natoka. We, baba, Simwambie mama. Simwambie mama baba. Ningetaka mama ajue basi nilikuja huku. Okay. Sawa, tangulia. Mchungaji, unajua unanichanganya. Tunaelekea wapi? Ni pale tu, sio mbali. We twende. Tunaenda kufanya nini? Baba, hebu nifuatishe mimi sasa. Mnisikilize. Unajua sikuelewi, ufunguki tangu nyumbani. Unaniambia twende, tunaelekea wapi? Nahitaji nijue. Tunaenda kutimiza sharti la chama. Inaonekana unapenda sana kuingia kwenye chama. Hilo liko wazi baba. Ende baba. Mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Habari yako mama mchungaji? Mungu anasaidia kwa kweli. Oh, come. Mbona hujaondoka? Mama jana aliniambia kwamba nibaki, kwa hiyo nimebaki. Nategemea leo ndo nitaondoka. Na sasa hivi unaelekea? Anaenda kwa baba mchungaji. Anaenda kupata baraka kidogo. Nadhani ni kwa ajili ya huo uchumba wenu, sijui wenyewe. Kama ni hivyo itakuwa vizuri sana tukiongozana, ili tukapate baraka kwa pamoja kutoka kwa baba mchungaji na aweze kubariki uchumba wetu. Ni sawa, lakini kwa jinsi nilivyomwelewa ni kama anahitaji akamwone baba mchungaji kwa sasa hivi kwanza akiwa mwenyewe. Afu baada hapo nadhani mtaondoka wote. Si ndio kama? Nasi ni sawa pia, haina shida. Mama mchungaji, acha tu tuongozane. Ni vyema sana tukapata baraka zake. Yeah. Kwani wewe Liza ulikuwa unaenda wapi kwanza? Naelekea nyumbani, natoka kuangalia mazao. Sasa mimi nilikuwa naona ingependeza zaidi kama ungeenda nyumbani ukapumzike. Alafu siku nyingine utaongoza naye. Haijakaa vibaya pia hiyo. Ni hivyo tu. Mchungaji, mimi nadhani
acha niongozane na mchumba wangu nyumbani ili mradi nikasalimie pia wazee. Tutatenga siku, tutakuja muda mwingine huko. Ni sawa pia. Naloya iyo norekam kakichaka tumeshafika, linashindwa kakichaka kako tu pale jalemero kushika kweli. No, napata chakula. Bwana, napata riziki ya usiku. Sasa mama, mimi kesho ndo narudi Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kupambana na harakati zangu. Na unajua kabisa kule mjini mamangu, kule mambo ni magumu, kwa hiyo nahitaji baraka zako na dua zako mamangu. Haya bwana, nakuombea kwa Mungu, baraka zangu na dua zangu zikawe zote kwako. Mimi mamangu nashukuru. Hivi baba, mwenzio amefanikiwaje mpaka wewe unashindwa kufanikiwa? Kwa nini na wewe usifanye ukafanikiwa? Umekaa mjini, huu ni mwaka wa pili sasa. Mama, mji una siri nyingi sana, na usione watu wanafanikiwa kwa vitu vingine. Sasa hivyo vitu vingine natakiwa vifanye ili uweze kufanikiwa. Kwa nini usifanye na wewe ukafanikiwa? Kibaya ni kuua. Pambana mwanangu, kaza. Mama, ni haki yako kuongea hivyo, lakini mama, wewe hujui Sinza, au hujui Tabata, au hujui Kinondoni, au hujui Magomeni. Mama, laiti kama ungekuwa unajua, usingekuwa unaniambia hivyo. Ungekuwa unaniombea dua mimi huko unapoenda nipate riziki. Heri yangu ionekane, watu wanione na mimi niwe napata chochote kitu. Mimi naona unanichanganya. Tatizo wewe unaendekeza starehe. Wenzako wanafanikiwa, wewe unaendekeza starehe. Ukiambiwa ufanye ufanikiwe, mara unasema hivi, mara unapita hapa, mara mama, mara mkuu. Namshukuru Mungu nimekuona ukiwa mzima. Nenda kajiandae ili kusudi kesho uanze safari. Mama, mimi naondoka. Akiamka Chi utaniagia. Alhamdulillah ya rabbil alamina. Mwenyezi Mungu, sijui nikupe nini. Umenisikia dua yangu na kilio changu. Yaani we mbwa, nilikuwa na kuchukia humu ndani. Hivi una haya wewe? Una haya wala ujui vibaya? Mwana Isaya, mwana mkapa baya wewe. Mtoto wa kiume unajibweteka tu, unajiendekeza tu. Haya, kilichokutoa huko kuja kukaa hapo kwa mtoto wangu kitu gani? Wewe una udugu na mwanangu, wewe una udugu na mimi wewe? Yaani tena hamli yangu ninavyokupiga hizi lana kama ukagongwa na gari ukafia mbele ya safari huko. Mbwa mkubwa wewe. Kwani una ndugu wewe? Huna wazee, huna wazazi? Mpaka unamng'ang'ania mtoto wangu, umezaliwa naye wewe? Tena usitake kuharibu bahati ya mwanangu. Kama nuksi umezaliwa nazo wewe, mtoto wangu kazaliwa na bahati. Uo mguu wako ukiutoa hapa, ukome kurudi tena hapa. We mbwa wewe, nitakufanya kitu kibaya, ndugu zako wataniona mimi mbaya. Shetani wa mguu mmoja wewe. Nenda mwana, kwenda huko kapate laana ukafie mbele ya safari huko. Kila laheri. Sio kila laheri tu, kila la shari. Na popote nitapokutana na wewe, mbwa mkubwa wewe, usokuwa na haya wala usojua vibaya. Mtoto wa kiume utaacha ndala. Shetani mkubwa wewe. Yaani amri yangu mwenzenu. Yaani uwezo wa kuchinja mbuzi sina. Nitachinja hata kuku, mradi tu ni mwage damu. Yule mbwa kwao asifike. Afie njiani.
Mama. Baba mchungaji karibu. Asante mama. Nimemkuta Clam? Hapana, Clam mbona amerudi mjini tangu asubuhi. Kaondoka? Vipi? Una shida naye? Hapana mama. Nilikuja kumuomba msamaha kwa kitendo kilichotokea mjini. Oh. Mbona mwanangu yeye alishakusamehe? Hata mimi pia nimekusamehe. Kwa hiyo kuwa na amani tu. Mama, ya kweli hayo? Kweli? Nashukuruni sana jamani, mmejua kunistiri. Nashukuru mama yangu. Usijali. Karibu. Mama, lakini nimepamisi mjini. Nimepamisi sana jamani. Yaani nakuwa kama naona yale mazingira. Kama nirudi hivi. Mama mchungaji. Umenikuta hapa nina kazi nyingi zinanisubiri. Afu unakuja kunieleza utumbo wako. Naomba ondoka uniache niendelee na kazi zangu. Lakini haikuwa kwa ubaya mamangu. Nisamehe mama, pia naweza kuondoka. Kumbe unaweza kutumia hii? Ni nzuri. Tena inang'arisha sana nguo. Basi ningekuwa mimi, ningefua tu na mikono yangu. Ningeendelea tu kuumiza mikono hii. Jamani, mshaamka? Tumeamka muda tu mwanangu. Sasa niliongea na mume wangu jana kuhusu ujio wenu na amekubali. Lakini ametoa masharti kidogo. Kuna kile chumba cha mkono kushoto haruhusiwi mtu yote kuingia isipokuwa yeye peke yake. Kwa hiyo ninaomba sana ndugu zangu, kile chumba msikifungue. Sikitu. Amka wewe. We mtoto wewe. Hebu amka mwanangu. Jiulize kwa nini anakukataza usiingie kwenye hicho chumba? Kwa nini? Kwa nini akataze mtu yeyote asiingie kwenye hicho chumba? Kina nini? Hapo lazima ujiulize na majibu yapatikane. Twende huko ndani. Mimi nachukia, yani nachukizwa na tabia ambayo nachukia. Ni nini tena kimetokea mke wangu? Si huyu mdogo wangu wa chuo. Eti mara hii ananipigia simu anataka tena pesa ya chuo. Na juzi tu nimeweza kumtumia hela. Hivi kweli? Basi kama ni hivyo nafikiri atakuwa na matumizi mabaya sana ya pesa. Kuwa naye makini. Na simtumii. Yaani hapati hata shilingi 10. Samahani mmeanguka usumbufu. Notali kuoshana mambo yako mesabu. Ndo nimeanza. Mmeangu, ujue ukiingia kwenye kichumba chako cha mahesabu umetumia muda mrefu sana. Wakati mwingine unakuta miadi nimeshalala. Niko naomba basi leo ufanye mapema, uje tupumzike. Sinaje nimekumisi. Sawa mke wangu. Nakuelewa. Usichelewe basi. Hapana, si kitu mke wangu. Unajua sisi ni matajiri. Kwa hiyo kuna wakati tunalazimika tuwe na subira. Huku mimi kuna email za watu lazima nisijibu. Kuna document. Kwa hiyo lazima nichukue muda mke wangu. Kwa unavyokuambia subiri na maanisha. Unaelewa? Nakupenda mume wako. Nakupenda pia mke wangu. Mume, nakusubiri basi. Sawa.
Baba uko huko? Oh, mama. Vipi, mbona nakuona kama haupo sawa na sio kawaida yako? Kuna shida? Hamna mama, ni masuala tu ya kazi. Pole sana mwanangu. Asante. Sasa mimi nimeona bora nikuage usiku huu. Kesho asubuhi kukicha mimi nataka nienda nyumbani, maana nimekuja kwa ajili ya 7 na 7 imeshaisha. Kwa hiyo sina budi kurudi nyumbani nikafanya majukumu niliyoyaacha. Bora mapema sana. Si unajua baba, nyumbani ni nyumbani na kule kuna majukumu mengi tu ya kufanya. Kwa hiyo acha tu mimi niende nyumbani babangu, ila nitakuja tu siku nyingine kutembea. Okay, sawa. Nitaongea na mke wangu, atakupa kiasi ambacho tutaenda kujikimu nyumbani na kuweza kununua mahitaji. Asante sana mwanangu, ubarikiwe. Mwanamke mwenzangu aliyekuzaa inabidi apewe sifa. Mimi nikutakia usiku mwema dada. Haya mama.